Welcome back to Chemotech na leo tupo na episode 1 ya networking. Leo tunaenda kujifunza mambo ya switch configuration including network printer. Tunakuwa tuna switch, tunakuwa na printer. Device ambazo tunaenda kutumia ni hapa. Moja tunakuwa na printer yetu hii hapa. Mbili tunakuwa na switch, tutatumia switch hii hapa. Tatu tunakuwa na computer yetu ambayo tutakuwa tunatumia kufanya configuration. Na monitor kwa ajili ya kupata vision nzuri kabisa. Tutakuwa tunatumia console. Hii hapa ndio console ambayo tutakuwa tunaenda kuitumia configure switch. Unachukua hii console yako, unachomeka kwenye switch huko nyuma. Huko pembeni kwenye switch kuna sehemu imeandikwa kabisa console. Ukija kuangalia hapa mbele imeandikwa console. Unakuja unachomeka console yako chini. Chomeka console, unakuja kwenye PC, unachomeka sehemu kabisa ya USB. Unachomeka hapo, ngoja tuchomeke kwenye PC USB hapo, unachomeka. Ukishachomeka tayari imeshakubali. Haya, unahakikisha switch yako inawaka. Ukishaangalia switch yetu tulishaiwasha hii hapa. Tunakuja, ukitaka kuingia kulogin kwenye switch ili uanze kufanya configuration, lazima uwe na software ambayo inaitwa PuTTY. Ngoja tuwashe software yetu ambayo inaitwa PuTTY. Ukishawasha software yako ya PuTTY inaonekana kama hivi hapa. Ukitaka kufanya configuration, unaenda kwanza, lazima ujue hii network, hii device yako imekuwa allowed kwenye COM namba ngapi kwenye PC yako. Unakuja unaenda kwenye device manager yako. Ukiingia device manager, una allow administrative privilege, unaingia kwenye COM, sehemu ambayo imeandikwa COM port. Hii ndio port ambayo PC switch amepewa kwenye PC yetu. Hii ndio serial port ambayo kama unavyokumbuka hii ni serial port. Ukichomoa hivi kwa mfano inajirefresh huku inatoka. Ukija kuangalia huko kwenye COM inakuwa haipo, hapa haipo. Lakini ukichomeka inapewa namba yake. Ndio ambao utaenda kuisoma, utaenda kuingiza kwenye PuTTY. Hapa ukishaingiza kabisa na kuletea namba ngapi? Namba 4. Kwa hiyo ukija kwenye software yako PuTTY ambapo unaenda kulogin kwenye switch ndani, unaingia hapa, unachagua serial. Ukichagua serial hapo by default inakuwa ni COM 1. Unafuta hii COM 1, kule tumepata namba ngapi? Namba 4. Kwa unajaza namba 4 afu na press open. Hapa tumeenda kulogin kwenye switch ndani, kwenye switch hii tufanye configuration. Haya sasa, ngoja tuingie. Tukiingia tunaona kwenye hii switch tayari ilikuwa inafanywa configuration. Ambaye kama uone vizuri itakuwa rahisi. Hii switch tayari imeshafanywa configuration. Mwenyewe ndio nilikuwa naifanya configuration. Jina hapo kama unaona tayari imeandikwa OpenTech. Kama kawaida unahakikisha printer yako imewaka. Kuja kwenye printer pia unakuja kuseti IP address. Ngoja printer yetu imewaka. Unachomeka printer yetu na cable kwenye switch. Kwa sababu tumesema hii ni local area network. Tunatumia tuna Ethernet kuchomeka kwenye printer kwenda kwenye switch. Kuchomeka kwenye printer, unakuja kwenye switch, unachomeka port yote ile. Kuja kwenye switch chomeke port namba ngapi? Port namba 1 hii hapa. Unasubiria mpaka ianze kublink. Unasubiri mpaka iblink hii hapa. Inaanza kwanza namba orange, hapo ndio ina communicate na nini? Na printer. Mpaka ije kwenye green color, hapo ndio inaonyesha kwamba communication tayari imeshakuwa established. Haya, ukija kuangalia hapa IP address tuisha set. Kwa printer yetu tumempatia IP address wa 192.168.1.10. Hii 1 inaonyesha ni network ya .1, hii hapa 10 ndio address ya hii ya hapa printer. Haya sasa, tukija kwenye PC yetu, cha kwanza kukumbuka tuisha login kwenye switch. Hapa tupo ndani kwenye switch. Kabla tujaanza kufanya kitu chochote, tuna make sure PC yetu pia ambayo tutaenda kuitumia hii kwenye configuration na pia kwenye testing ipo kwenye network sawa. Network moja ambayo ni .10.1. Kwa hiyo tuingie kwenye kufanya setting ya network. Naingia kwenye network and internet setting, tunaenda kubadilisha IP address ya hii PC iwe sawa na nini? Na switch na ile nini? Na ile printer. Unaingia kwenye advanced sharing option. Unaingia kwenye Ethernet. Ingia kwenye Ethernet hapo, unaingia properties, unaenda kubadilisha IP address. Na allow yes. Naingia kwenye IPv4. Naingia properties. Tunaenda kufanya nini? Use the following IP address. Hii hapa ni automatically. Na use the following IP address, unaenda kuizipa zi manual. Ni 192.168
.1, tupo kwenye network ya 1. Tunakumbuka kule printer na ngapi? Na .10, sisi tutaweka .11. Subnet mask inakuja by default ndio hii hapo. Alafu na press okay, una close. Sasa tuende kujaribu, je, tunamuona printer? Naingia CMD. Tunaenda kuping printer kama inaonekana kweli. Unakuja una ping 192.168 .1 dot ngapi? .10. Printer ilikuwa ni ngapi? .10. Naingia hapa, inaonyesha nini? In the time to live. Inaonyesha nini? Percentage zikiwa 0 loss inamaanisha kwamba printer si kule tunamuona. Zikiwa 100% loss inamaanisha printer tufanye nini? Tunamuona. Hapa inaonyesha nini? Successful, tumekuwa connected na nini? Na printer. Lakini kwenye switch hatujafanya configuration zote because before tulishakuwa tumefanya configuration. Ngoja tuingie kwenye switch. Switch yetu sasa ndio hii hapa. Nataka kuingia kwenye mode ya pili, naingia tu enable. Kisha enable nishaweka password hapo, ningia 123 ni password yake. Hapo config terminal into configuration mode. Sasa kwenye configuration mode tumesema hizi devices zote tunataka ziwe katika VLAN moja, network moja. Ngoja tuangalie VLAN ambazo zimekuwa configured. Do show VLAN. Kuja kuangalia VLAN zetu hapa, kukuwa na VLAN 1 2 3 4 5, lakini by default fast ethernet 1 mpaka 10 zipo kwenye VLAN moja. Ngoja tuangalie sisi kwenye switch tumekuwa connect kwenye fast ethernet ngapi, tujue kwamba printer na sisi tuko kwenye network moja. Wacha tuangalie huko. Hii hapa ni ya printer, ipo kwenye fast ethernet 1. Hii hapa ndio ya kwetu fast ethernet 7. That's why nilimpinya alionekana, kwa lazima tupo wote sehemu moja. Haya sasa, ngoja turudi tuje tu print sasa. Namna gani unaweza ukaja ukaprint kwenye local area network? Cha kwanza tunaenda kuadd ile printer katika PC yetu. Unaingia tu kwenye setting, unaandika tu printer. Ukibonyeza alama ya window na press tu enter. Ngoja tu remove hii ambayo ilikuwepo. Remove. Yes. Anaenda ku add printer. Ikitokea kwa mfano printer ambayo unaitaka haijatokea, unabonyeza tu hapa the printer that I want isn't listed. Unakuja una click hapa. Kwa mfano imetokea printer ambayo unaitaka haijatokea kabisa, kuna network issues, kwa unakuja hapo na add manually mwenyewe. Unachagua option ya add printer using IP address, kwa sababu sisi tuko kwenye local area na ule IP address wa printer unakumbuka tulimpatia ni .110. Ngoja tukija hapo tuna add manually. Ukija kwa add manually unaingiza IP address ya printer. Ukiingiza next unakuja unachagua TCP IP devices, kwa sababu tulishampatia IP address. Unaingiza IP address ya nini? Ya printer. Ya printer kama unakumbuka ni 192.168.1 ngapi? .10. Hii ndio IP address ya nini? Ya printer kule mbele. Unabonyeza okay. Inaenda kuskani. Ikiskani unabonyeza enter. Hii ndio jina la printer ambayo imetokea. Hapo unakuja una add hiyo printer. Tuna install hiyo printer kwa sababu tulivyo add haijatokea manual, tumekuja kuiadd si wenyewe. Hapa settings unaanza by default. Unaweza ukajaribu kuprint test page. Ngoja tujaribu kuprint nini? Test page, tuone kama kweli inatokea. Bina print test page, afu unaminya finish. Ukiangalia hapa print yetu inaonyesha kwamba inaenda kuprint. Ngoja tuje tuangalie. Ina print. Kija kuangalia imetoka nini? Imetoka test page hapa. Sasa ngoja tuje tu print kitu ambacho tunakitaka sisi. Wewe focus na huko bana, wewe focus na huko. Sasa hapo ni kwamba printer yetu tumeshaiadd manually kwa sababu tulivyoifanya i detect automatically imegoma. Kwa hiyo tumeadd manually printer yetu ndio hii hapa. LaserJet Pro M402. Sasa tunataka tuje tu test tu print karatasi ambayo tunaitaka sisi. Kwa mfano ngoja njaribu kuprint project yetu.
Kisha kuprint wewe inaonyesha kwa inakuja na print huko mbele. Unasubiria ina print. Na kuona tukiprint ni hiki hapa. Na print ni topology yetu ambayo tulikuwa tunaifanya. Kidogo yatokea vizuri hapa, lakini ndio kile kile. Kija kuangalia huku ndio hii hapa. Kwa hiyo network ambayo tumeiconfigure, lakini kwa leo tulikuwa tunaelezea network hii hapa ni kwamba tulikuwa tuna printer yetu ambayo ni hii hapa. Tulikuwa tuna printer, tulikuwa tuna switch, tulikuwa na hizi hapa ni PC. Chukua kama ofisini unakuwa na PC na PC, kwa mfano hiyo hapa inakuwa kama kwa HR, hapa inakuwa IT department. Hii ndio printer ambayo kila mtu anaitumia. HR anaweza kaprint document zake akachukua kwenye printer. Ofisi nyingine kwa mfano IT department au finance department anaweza kaprint kutoka hapa akaja kuchukua kwenye hii printer. Kwa hiyo ni local area network ambayo haihitaji lazima muwe kwenye internet. Kwa sababu ni local area network unaweza kaprint, sio lazima kwenye internet unapitia document yako yoyote ile, mnakuwa mna share kila kitu. Kwa hiyo mambo ndio yanakuwa ndio hivyo, lakini pia the way tunavyoendelea kufanya tutakuja kuconfigure network ya kwa mfano ta picture kama ndo Indo dunia nzima. Kwa mfano ukija kuangalia hapa tutakuwa kama na Africa, tutakuwa na couple of networks hapa, kutakuwa na networks nyingi. Kwa mfano hapa tumeshamaliza, lakini pia ukija huko ni bara America, pia tutakuwa na network tofauti. Ukija huko Uingereza wapi, ukija huko Asia, mambo yanakuwa mengi. Ukija Australia huko ndio ndio hivyo. Kwa the way tutakapoendelea kwenye course zingine tutakuja kufanya configuration ya network nzima kama hii hapa. Uzuri tuna kila baadhi ya devices, tuna router, tuna switch, tuna printer, tuna kila kitu ambacho kinatuwezesha sisi tuweze kumaliza hii project vizuri na ni mapema kabisa. Kama una swali, unahitaji kusoma zaidi, make sure unatucheck hapo. Tumefanya hii video juu rush hatujaenda deep sana. Ni kwa sababu pia ya muda, kwa sababu ya nini. Lakini pia kama uko more interested, unataka ujifunze zaidi, unaweza kutucheki, tukapiga session letu moja la kibabe, mambo yanakuwa mazuri zaidi. Shout out to OpenTech, Chemotech TV, Big Dan bro.